Jina ni Daktari Wenje Songol Kiranja wa chama chetu kinachotawala cha UDA. Kwanza kabisa nataka ni msute Askofu Anyolo ile maongeo yake ambayo aliweza kutoa jana usiku. Nataka niseme ya kwamba kwa ukweli ndugu Anyolo umeongea, lakini umeongea kwa wakati ambapo mambo mengi yameweza kutekelezeka. Na nimeona mabishops wengi wanaendelea kukanga against the government. Na nilikuwa nimesema kwamba wito wangu ambao nilikuwa nimetoa kwa bishops wetu ni kwamba hawa ni papa zetu za kiroho. Kazi kubwa sana ni hawa kutuleta katika ile hali ambayo inatusumbua katika kwa sasa, kuona kwamba mioyo zetu na maadili yetu kama Afrika ama wa Kristo ni kuandaa mioyo zetu kwa ule utukufu wa Mungu. Na kweli sikatai kwamba waweze kukosoa serikali, lakini waweze kukosoa serikali katika ile hali ya upendo, sio kwenda mpaka mahali ambapo wanasema wengine wanasema. Sasa nimeona Wakristo viongozi wa makanisa wengi wamesema kwamba wengine tunataka tuanze tufanye mambo ya maandamano against the government. Na nilisema mbeleni kwamba serikali ambayo iko mamlakani, hakuna serikali ambayo imewekwa mamlakani pasipo Mungu kuitinisha kwamba inafaa. Na nimerifaa wengi wenu kwenye kitabu cha Warumi 13 kwamba hakuna serikali kisichotoka kwa Mungu. Mungu ndiye mwenye anatoa, anaweka uongozi. Ndipo ninaposema kwamba Mungu akiweka uongozi, ni kazi yetu, kazi ya maaskofu na mapastors, wale watu ambao wanalea sisi kiroho, waweze kukosoa sisi ama kukosoa serikali kwa njia ya upendo. Tukifika wakati ambapo nasema kwamba haituhitaji pesa ya wanasiasa, na katika kanisani tuko na wanasiasa ambao ni Wakristo. Sisi sio wale ambao wale wa kupakua ama kujua mioyo za wanadamu. Mwenye kujua mioyo ya mwanadamu ni Mungu. Na ikifika wakati ambapo wanasiasa ama nyinyi kama waskofu mnaongea kana kwamba nyinyi mnajua mioyo zetu, ni mambo ya kushangaza. Kwa sababu Mungu ndio ajuaye mioyo zetu. Hata ile pesa ambayo tunatoa ni Mungu anajua tulitoa hii pesa ambapo ni pesa ya halali, tulitoa naye wapi. Ni Mungu anajua, kwa sababu yeye ndio anajua mioyo zetu. So ikifika wakati mnasema kwamba hatutaki pesa wanasiasa, na katika kanisani huko na wanasiasa. Vile vile hii makanisa zote katika Kenya, Makatoliki yote makanisa, ACK zote zilichengwa na missionaries na zilichengwa na wanasiasa. Leo hii kwa sababu pengine wameshiba, wanaanza kudharau, kujokoza wanasiasa ambaye wameweza kujenga ya makanisa. Tukisema leo kila mtu arudi mahali alitoa pesa na aseme nilitoa pesa hapa, nilitoa pesa hapa, nyinyi hamtaweza kulipa. Mnaposema turudishe pesa ya rais, kwa sababu rais alitoa pesa milioni 5 kwa kanisa, kwa sababu tena gavana wa Nairobi ametoa pesa, tunarudisha. Wacheni waambieni, mwenye kupima nyoyo zetu ni Mungu, sio nyinyi. Mwenye kusema pesa yako hiyo tabiu yako si haki ni Mungu. Na nataka want to refer these bishops, can you go back and then mpaka kitabu cha Mwanzo, Abeli na Kaini, ni nani aliweza kuthibitisha sadaka ya nani ni mzuri? Si ni Mungu. Wakati mwingine alipochoma yake haikwenda mbinguni. Kwa sababu gani? Mungu aliona mioyo yake akasema, wewe hii yako ulitoa haikuwa ni safi mbele yake. So kwa hivyo tusiweze kushutumu watu ambao wanajengea Mungu kanisa. Mimi nataka niwashukuru wale missionaries ambao wamejenga makanisa. Hawa maaskofu sijui wanajua hii pesa imetolewa wapi. Wale ambao wanatuma pesa wanatumia Makatoliki. Mnajua wewe pesa imetoka wapi? Hii mnasema kwa sababu Ruto ni mwanasiasa. Ruto kwa sababu mlikuwa mmebandika Ruto kama ni mwizi. Ndio mnaanza sasa kuleta ile maneno ya kusema ni Ruto ameiba ndio aletezi. Ruto si mwizi. Kwanza nataka niwaulizeni, thibitisheni ile pesa ambayo inatuma kutoka nje za kigeni.
Hiyo pesa sijui kama mnajua imetoka wapi. Nani kati yenu ile pesa ambayo mnapata kama usaidizi imetoka kwa nani? Na hiyo pesa ni kazi gani ilikuwa imefanyiwa ndio mpatio Kenya hii? Ile usaidizi mnapokea, sema tunashukuru nje za kigeni kwa kutusaidia kutupatia. Mnajua pesa ilitoka wapi? Hebu mchunguze vizuri hiyo pesa ambayo mnapewa ilitoka wapi. Isitoshe, unapoona Ruto akitoa yake, sema hii ni pesa yangu, ni 10%, ni mtu mkulima, ni mtu ambaye mfukaji. Jana alisema kwamba na hii ni msimu wa kuipa wa ngano. Ngano inaipa. Ikiiva nitatoa 10% yangu nunulia kanisa hilo pasi. Hakusema natoa mshahara yake, ni 10% yake. Na hiyo Mungu anapenda sana. Fungu lako ya 10. Ile mpungu la 10 uletee Mungu. Ni Ruto amesema 10% of his mambo ya kilimo chake. Kwa hivyo mnaposema kwamba hatutaki pesa wanasiasa na mnasema kwamba tunaombea viongozi. Ruto sio mwanasiasa. Ruto is the president of the Republic of Kenya. Yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye ni papa wa taifa la Kenya. Na akisema leo hii inapeana ene mahali fulani, hii inapeana ene mahali fulani, ni papa wa taifa, sio mwanasiasa. So ninapoona Anyolo akiongea vibaya juu ya pesa ambayo rais alitoa na kusema kwamba hatutaki pesa wanasiasa. Hatuko kwa siasa sasa. We are the leaders of this country. Na lazima to respect. Let us respect the leadership of this country. Tusiite mwanasiasa, tuite mtu mara machina mbaya na mnajua kwamba rais amechaguliwa na watu milioni 8. Na hakuna mandate ya kuona kwamba Kenya hii imeweza kwenda katika hali nzuri. Kwa hivyo nataka niseme nikosoe mabishop na nataka niwaombe kama mnaona amutosheki kuhubiri neno la Mungu, tokeni mtoe mtu yenu, tukutane 2032 tujue kama mko na watu kiasi gani nyinyi. Mmeshindwa hata kulisha kuchunga kondoo ambaye imekuja kanisani na mnaimba tu kazi yenu ni kuchutumu serikali kwa sababu tumejitoa kama Wakristo kutoa sadaka kulipa nyinyi mshahara. Na mmebeba kiwango ambao mmeshiba zaidi mpaka mnaanza kututarau. Mpaka mnasema urudishe tutake pesa wanasiasa. Hamkujua kwamba tulikuwa wanasiasa wakati tulikuwa tunachenga makanisa. Hamkujua kwamba tulikuwa wanasiasa wakati tulikuwa tunasaidia nyinyi mbeleni kununulia magari. Leo hii kwa sababu uko na gari, uko na kanisa mzuri, unaanza kusema hatutaki pesa ya wanasiasa. So tumekuwa wanasiasa leo kwa sababu wewe umeshiba. And I want to tell these bishops, and I want to repeat, bishops ya Katoliki, jamani, I beg, nyinyi mnaongea mengi kuharibu uhusiano na nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya ikitumbukia shida, nyinyi hamuna uchungu kwa sababu nimesema mara mingi, we are parents, tuko na watu tumezaa. Wale mnachochea ni watoto wetu, wale mnachochea ni wa Kenya ambao tumezaa. Nyinyi hamuna hata uwezo ya kuongea mengi, hamuna watu ya kukulalamikia hapo. Our children, wale wanaleta sadaka ni wetu, tunaendelea kusaa. Nyinyi hamsai, mnangojea kukula. Mnafikiri nyinyi ni wajinga? Na I've told you bishops, you have to style up my bishops. Nyinyi wakati mnachochea kasia, mchochea kwamba wale wataumia ni watoto wetu. Wewe una mtoto ambaye ataumia. Wakati mnasema watu wanaenda maandamano, wako na haki, wewe una mtoto ambaye anaenda maandamano. Mtu akiwawa huna uchungu. Kwa hivyo wacha nini kuchochea nchi? Ubirini neno, mweke nje katika hali ya amani. Nchi ikitumbukia katika shida, msema pole, tuombe nchi yetu. Mnaombea nchi na mnachimba na kuweka chafu. So I want to tell bishops, please, tuwe na heshima. Kuweni na heshima. Someni Biblia, rudini, soma Biblia vizuri. Mmesahau kusoma Biblia. Soma Biblia vizuri. Musa wakati alipokuwa anachenga nyumba, Mungu aliamwambia, ambia wana Israeli watoe mali yao, sio ya kusukumwa, mtu atoe kwa hiari. Ruto ametoa yake kwa hiari. Mnasema hii ni ya siasa. Nimesema yule anajua mioyo yetu ni Mungu. Wewe unasakucha nje, lakini mwenye kujua ni Mungu mwenyewe. Wewe unahubiria mtu kuokoka wende mbinguni. Lakini naona bishops ya Katoliki, naonekana nyinyi karibu mnaanza kuharibu watu kwamba hakuna mbinguni. Kwa sababu yale vitu ambavyo mnafanya katika dunia hii, mnaencourage watu kwamba tunaishi katika dunia hii peke yake. Lazima tuwapatie watu matumaini kwamba kuna mbinguni na tutende mazuri kwa watu wetu. Bishop Anyolo, kuna swali nimesahau kuuliza. Ulisema kwamba hiyo pesa tumerudisha. We want to see kama hiyo pesa imerudishwa, utuonyeshe kwamba pesa imerudishwa kwa William Samoei Ruto.
pesa imerudishwa kwa gavana Sakaja. Vile vile kama pesa ya imekuwa ni ya wanasiasa, hata ile ya Embu ambaye Uhuru Muigai Kenyatta alipatia Bishop ile cheki, atuambiwe kama mmekataa pesa yote wanasiasa, tuone kama imerudishwa. Vile vile Wananyolo, sisi hapa kuna kanisa hapa naitwa Gituro na makanisa mengi Ruto amechenga. Je, mtaweza kurudisha? Nataka niwaulize tu. Hiyo nyingine nataka nione kama imerudishwa. We want to see, tuone evidence kwamba hiyo pesa umesema tumerudisha. Onyesha sisi kama hiyo pesa imefikia mwenye umerudishia. Show us the slip, show us the names na tarehe and hours, tuone kama hiyo pesa ilirudishwa. Waje kuchochea wa Kenya. Nyinyi kazi yenu ni kuchochea wa Kenya, labu jioni mnaenda kula. Ni kama vile mnajifanyanga watakatifu. Mnakaa watakatifu, nasema sisi tumekataliwa kwamba kusaa kuoa, lakini ikifika jioni mnaenda nyuma ya tents kuharibu ma sisters katika Kenya. So bwana kutanganya sisi. Nyinyi bishops pure kabisa. Kazi yenu ni watu ambao mnajifanya watakatifu, lakini vitendo ambavyo mnafanya mnakuja kuchaji watu kwamba pesa ya fulani ni mbaya. Ile vituko mnafanya nyinyi kama bishops katika Kenya. Eri muoe kuliko kuharibu ma sisters katika Kenya. Mnajifanya ni bishops, lakini ile vitu mnafanya mnasini kama watu ambaye mnajua sisi tunajua mwili hii hawezi kustamili na lazima sisi tumefanya uchunguzi ya kutosha. Nyinyi ni wale watu ambao tukiwapatia watoto wetu kama sisters, nyinyi mnaendea tense nyuma, alafu mnaharibu watoto wetu. Yes. Kwa hivyo nataka niseme Anyolo, we want to see that, tuone hiyo bila hiyo mmerudishia pesa. Na kama ni kurudishia pesa, tangazo kutoka leo hii, hiyo yote ambaye Ruto alitoa kwa makanisa, toeni, rudisheni. Rudisha yote kama nyinyi wanaume. Tunataka hiyo pesa mkurudisha, tuwapatie wale watu ambaye wako na shida. Kuna watu ambaye wana kiti ya kula, kuna wale hawana manyumba, kuna wale ambaye wako na shida kubwa sana. If you mkikutania jumuisha pesa yote, ile Ruto ametoa kwa kanisa la Katoliki, it will even inaweza kuwa karibu 3 billion. Na hiyo 3 billion inaweza kusaidia wengine. So kupana kuja tisha sisi kwa bilioni 5. Mbona leo mnakataa? Mbona kuwa nakataa mbeleni? Is it because mnataka kukoroga kuharibu serikali ya William Ruto? Kwa sababu William Ruto ni mkalenjin ambaye hastahili kuongoza Kenya hii. Hii shida ilikuwa wakati wa Moi. Mlitatiza Moi na Catholic tu alisatisa Moi. Lakini Kibaki akashika, Kenya kanyamaza. Uhuru akashika, Kenya kanyamaza. Is it because Uhuru alikuwa Mkatoliki? Is it because Kibaki alikuwa Mkatoliki? So huyu mwingine mtu ya AIC ndio mnajaribu kuchochea. Kama ingekuwa ni mtu ya kanisa yenu, amunga yakuwa naongea. Kama mungeongea, si mungeongea kwa wakati wa Kibaki. Kama mungeongea, si mungeongea wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta. Mbona muamuru rudisha pesa ya Uhuru Muigai Kenyatta juzi wakati alikuwa ile alipatia Bishop. Kwa hivyo wachana mambo ya hii yenu, ni mambo ya pure kabisa. Bishops ambaye hawaelewi kazi yao. Na nimesema kama Mungu akikuja leo, hata ile mwizi anaenda mbinguni kuliko nyinyi, kwa sababu anaomba Mungu msamaha na anasamehe. Ile vituko mnafanya katika Kenya hii, hata Mungu anaangalia huko.